Kwa majina naitwa Hawa Bahati Idi, ni mkazi wa Nyegezi, nafanyia kazi Kirumba. Mimi ni mzaliwa wa Kigoma, wilaya ya Kigoma mjini, kata ya Gungu. Nilipomaliza sekondari nikatamani kujifunza ufundi cherehani, lakini muda huo sikuwa na pesa ya kwenda kujifunzia ufundi cherehani. Nikapata wazo, kwa nini nisifume shuka? Kigoma kule waga kuna mradi wa kufuma mashuka. Nikatafuta mashuka, nikafuma shuka. Nakumbuka kama nilifumaga kama sio shuka 4, na hizi zilikuwa ni 5. Nikapata pesa. Ile pesa nikaenda kununulia mfuko wa sabuni. Niliponunulia ule mfuko wa sabuni, nikaanza kupima nusu na nusu, robo na robo 3. Nikawa natembezea wanawake manyumbani kwao kwa mkopo. Yaani ndani ya wiki. Ile sabuni dukani ilikuwa nauzwa 1000, 1400. Mimi nilikuwa naiuza 1700 ndani ya wiki. Nakumbuka niliuzaga kama mifuko 3. Nilivyouza nikapata hela kama, nakumbuka kipindi hicho mimi nilijifunza, ilikuwa unajifunza kwa shilingi 20,000. Nikalipiaga miezi 6. Nilipopata pesa nikalipiaga miezi 6. Nikajifunza miezi 6. Ada ikawa imeniishia. Nikamwambia mwalimu wangu ada imeniishia. Mwalimu wangu kwa sababu aliniona niko naendelea vizuri akasema usiache, endelea kujifunza. Nikaendelea kujifunza. Mwalimu akawa amepata matatizo, akakaa nyumbani kama miezi 2. Tukawa tunaendelea hivyo kuja hivyo tunakuja. Mwisho wa siku mwalimu alivyopona akarudi kazini. Tukasema nabii sasa na sisi tuondoke nyumbani, akasema hamwezi kuondoka, nitawapa ofa ya miezi 3 kwa sababu mimi nilikuwa nimepata matatizo, sikuwepo kazini. Kwa hiyo tukawa tumejifunza, nikawa nimejifunza mpaka muda wa mwaka mzima. Mwaka ulivyoisha nikaja Mwanza. Nilipokuja Mwanza nikawa sina chochote. Sina mashine, sina mkasi, sina hata tape. Lakini sasa nikasema nitafanyaje? Nimefika hapa Mwanza, nilifikia Mwanza Maina. Nimekaa Maina kwa mama yangu. Mama yangu mdogo alikuwa anaishi huko Kirumba. Mama yangu mdogo akasema twende Kirumba. Nilipokuja huko Kirumba akasema ngoja nikutafutie cherehani hata ya kukodisha. Akanitafutia cherehani, tukapata cherehani ya kukodisha. Nikashonea kama wateja wawili. Nikapata pesa ya kununua mkasi na pasi ile ya mkaa. Lakini yule aliyetukodisha cherehani akasema cherehani yake anahitaji ndani ya wiki hii moja. Tukabidi tuirudishe ile cherehani. Tulivyoirudisha nikakaa na wazo, sasa cherehani nitapata wapi? Sina cherehani, sina pesa. Nimebahatika tu kupata mkasi na pasi. Ukawa kuna jirani yetu ambaye ni mtu wa Kigoma, na yeye akasema mimi nina cherehani, lakini cherehani yangu ni muda mrefu naitumia, sidhani kama itakuwa ni nzima, labda aje aiangalie. Tukaenda kuiangalia ile cherehani, tukaikuta ni nzima. Nikaanza kuifanyia kazi. Nikafanya kazi. Nimefanya kazi kama muda wa mwaka mmoja hivi. Nikawa nimepata pesa ya kununua cherehani yangu. Nikapata pesa nikanunua cherehani. Niliponunua cherehani nikaendelea kupiga kazi. Nilipopiga kazi nilikuwa nashonea kipindi hicho nyumbani. Ndani ya kushona nataka kama nahisi nishona kama miezi 6 hivi. Nikawa nimepata pesa ya kupanga chumba. Nikapanga chumba sehemu moja napaita mtaa Bukoba huku juu. Nikapanga chumba. Nikaweka cherehani. Mwanafunzi wangu wa kwanza alikuwa ni huyu. Na yeye nimekaa naye hivyo muda, nikapata tena hela, nikapata tena pesa. Nikanunua tena cherehani nyingine. Nikawa na cherehani 2. Tumepiga kazi, nikapata tena pesa nyingine. Nikanunua tena cherehani hii ya overlock. Nimefanya kazi. Mwisho wa siku dada akawa amefanyaje? Akawa amehama.
Alivyokuwa amehama, kwanza mimi nilitumai alivyohama nikajua kazi itamshinda, hataweza tena kufanyeje rudi. Maana alipokuwa amehamia ni mbali, alafu alikuwa na watoto wawili, mmoja alikuwa ni mdogo, alikuwa bado ni mgongoni, nikajua hataweza. Lakini kwa sababu alikuwa ana nia na alikuwa anaipenda hiyo kazi, alipambana. Kwa majina naitwa Zena Hashim Idi, ni mkazi wa Ghana, nafanyia kazi Kirumba Kabuhoro. Nimezaliwa Kigoma, wilaya ya Kigoma Ujiji, kata ya Bangwe. Nimesoma shule ya msingi Bangwe la kwanza mpaka la 7. Nikafaulu nikaenda shule ya sekondari Kitwe form 1 mpaka form 4. Lakini sikubahatika kufaulu. Nikaja Mwanza kwa dada yangu. Mwanza nimeishi, nimefanya kazi viwandani. Baadaye nikapata mchumba nikaolewa. Nimeolewa, nimeishi hivyo hivyo, lakini ndoto yangu ilikuwa ni kuwa fundi. Na nilikuwa napenda. Baadaye nikawa nimeshazaa watoto wawili. Akaja huyu mwalimu wangu, tukakutania hapa hapa Kirumba. Akaanza kunifundisha. Nimepata changamoto kujifunza yeye na watoto wangu wawili. Baadaye nikawa nimehama ile eneo ambalo tulikuwa ninajifundisha, nikahamia sehemu nyingine. Na ni mbali ambako unakuja ni kwa gari na kurudi kwa gari. Na watoto wangu wawili, lakini sikukata tamaa. Nilipambana na watoto wangu, napanda gari iwe usiku iwe mvua iwe jua, lakini nilipambana. Mpaka sasa hivi na mimi nimekuja kujua. Cha kwanza nilikuwa napenda kujiajiri, sipendi kuajiriwa. Na cha pili niliona nikifanya kazi mimi mwenyewe kujiajiri na nimeolewa itakuwa ni rahisi sana na kumpa nafasi mume wangu hata kuniruhusu kuja kufanya kazi. Ni tofauti kwamba ukiwa umeajiriwa utapangiwa uje muda huu uje muda huu, lakini hapa kazini nakuja muda ninaotaka kwa sababu nimejiajiri. Kwanza nikiamka asubuhi nyumbani naacha nimefanya shughuli zote za nyumbani. Kama ni watoto naacha nimewaandalia chakula. Baada ya hapo ndo najiandaa na kuja kazini. Nikifika hapa ndo naanza majukumu yangu ya kazi. Changamoto tumeshakutana nazo. Kwa mfano, mteja anaweza akaja, analeta nguo. Umshonee ana haraka nayo. Ukanunua vifaa wewe au ukaenda kukopa, unakuja unashona, mwisho wa siku yule mteja haijii nguo. Na changamoto nyingine unakuta mteja anahitaji labda kugongewa vifungo. Hiyo mashine unakuta hatuna. Na ndoto za kuwa fundi mkubwa. Nitawezaje kuwa fundi mkubwa? Kwa sababu sina pesa ambayo naweza nikaenda kajifunza vitu ambavyo sivijui. Kwa sababu mwenyewe nimejifunza kwa fundi ambaye nifundisha, hakunifundisha vyote. Ninatamani labda niende kwa fundi anifundishe baadhi ya vitu. Kuna kama nguo za maharusi. Kuna design nyingi ambazo mimi sizifahamu. Haya, na vitendea kazi. Hatuna cherehani ambazo ni nzuri, hatuna cherehani zile ambazo ni za umeme. Cherehani zetu ni za kusuasua, mara leo ni mbovu, leo hivi fanyeje. Haya, na hiyo hapo mashine. Hii mashine natumia mota. Sina mota. Natamani tuwe na mtaji tuuze hata vitambaa. Hapa tuna changamoto, unaweza kupata vifaa, kuna duka moja tu mtaa huu. Huyu akiwa amesafiri tunahangaika mpaka uende mjini au uende hapo chini Magomeni. Hapo Magomeni kwenye kuna duka hili moja la vifaa. Ndio maana ningekuwa na mtaji labda niweke na mimi vifaa hapa, niweke nyuzi, niweke lining, niweke zipu. Lakini huo mtaji sina. Nilitamani ningepata hata mtaji. Nikaboresha ofisi yangu. Nikanunua vifaa nikaweka, nikaanza tena nanunua na vitambaa naweka hapa, watu wanakuja kununulia hapa. Nikanunua vitenge nikaweka hapa. Tuna mafundi wako wengi. Tuna kama mafundi hapa zaidi ya 10. Lakini wote tunategemea vifaa duka hili moja. Na maana huyo akifunga basi. Ndoto zangu mimi ni kuwa fundi mkubwa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo sivijui na ninatakiwa nivijue, lakini bado sijawa na ule uwezo wa kwenda kwa fundi ambaye ananizidi anifundishe, au niende chuo fulani kinifundishe zaidi na zaidi. Kwa mfano kuna nguo za harusi,
kudesign nguo za wana mitindo hivyo. Changamoto ndio hiyo, hatuna vitendea kazi hivyo na bado hatujavijua. Faida niliyoipata kupitia ufundi cherehani, nilikuwa sina cherehani, nikapata cherehani kabi na mashine 3. Faida nyingine ninajivalisha. Faida nyingine tunasaidizana na mwenzangu, anaweza kapelea huku na mimi nikasapoti. Faida ya 3, hata wazazi wangu anaanza kukupigia simu na shida 1 2 3 ukamsaidia. Faida nimeipata kwa sababu ya kushona. Mwanzoni nilikuwa sina mashine ya kushonea, niliazima mashine nikawa nashona. Baada ya kuwa nimepata hela kwa ajili ya kushona, nimenunua mashine yangu, lakini bado nahitaji mashine nyingine. Faida nyingine naipata kwa sababu pesa unayopata lazima unaweza ukanunua hata kitu cha nyumbani, ukanunulia watoto nguo, mkasaidiana na mwanaume kwenye majukumu mbalimbali, kama kula, kuvaa. Sapoti tunazozihitaji, mtaji cha kwanza. Mtaji hatuna. Ukiwa na mtaji tuna uwezo wa kufika mbali. Serikali yangu inanufaika kupitia, tunanunua umeme, tunalipia maji, na yote kuna makato wanayokata kwenda kwa serikali. Inafaidika kupitia hapo. Tunalipia taka, tunalipa walinzi. Ndio hivyo. Ushauri wangu naotoa kwa vijana ambao wako majumbani, wasikae, watafute kitu ambacho wanachokipenda, waende wakajifunze. Sio lazima uende labda chuo, uende VETA. Hata kwa watu wa mtaani hawa, kama shughuli unaipenda, una uwezo wa kwenda ukajifunza na ukajua, ukatoka kukaa nyumbani ukawa mfanyakazi. Ndio maisha ni magumu, lakini maisha ni magumu, natakia utoke uende ukapambane. Kama vile mimi nilivyoanza, nilifuma shuka nikapata mtaji kidogo, nikanunua sabuni, nikatembeza, nikapata pesa, nikaenda kujifunza. Na mtu mwingine anza akafanya hivyo hivyo, akasema labda atafute, labda tuseme anunue hata kilo 1 ya karanga, afunge, auze. Mwisho wa siku akishauza apate mtaji mwingine labda kidogo, afanye tena biashara ambayo ni kubwa kidogo. Mwisho wa siku akipata pesa labda aenda akajifunze kitu fulani. Kwa mimi sidhani eti kwamba maisha ni magumu ukae tu, kwamba maisha marahisi atakuja tu umekaa nyumbani. Lazima utoke ukapambane. Tuipende Tanzania, tuijenge Tanzania.